Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Maajabu TV. Kama ndio kwanza basi leo unatuona, nikwambie kwamba haujachelewa katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya Maajabu TV. Tunazungumza habari tofauti tofauti kutokana na matatizo ambayo yanakumba jamii. Na wiki iliyopita ama kipindi kilichopita tulizungumza namna tunaweza tukasolve tatizo la wizi ama mtu ambaye amedhulumiwa kwa njia ambayo ni nyepesi, yani njia ambayo hautoruhusiwa kulipa chochote hapa Maajabu TV. Na tukasema kwamba wiki inayofuata, kipindi kinachofuata, basi tutazungumzia ni namna gani unaweza kumrudisha mtu ambaye alikuahidi kwamba nitakuoa kisha asikuoe, ama mwanamke ambaye ametelekezwa, ama mwanaume ambaye ametelekezwa. Na leo nipo na Sheikh Musa kuweza kufafanua hilo, ni namna gani ambavyo anaweza kufanya hivyo, na ni kwa namna gani ama ni kwa njia zipi ambazo anaweza kutumia. Sisi sote tupo hapa kwa ajili ya kumsikiza Sheikh Musa ndani ya Maajabu TV. Nikukaribisha sana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Alhamdulillah khair. Shukuru Mungu. Bwana Sheikh Musa, uwanja ni wako. Jamii inataka kufahamu namna gani tiba zako unaziendea, lakini pia ni njia gani ambazo unaweza ukaijulisha jamii kwa mtu ambaye ametelekezwa, aidha na familia yake ujumla, aidha mwanaume ambaye alimwahidi atamuoa, au mwanaume ambaye ameachiwa watoto na mkewe na kuondoka. Ni kwa njia yote ambayo unaweza kumrudisha mtu wako karibu na thamani. Ni kweli watu wengi sana, dada zetu, mama zetu, kaka zetu, baba zetu wamepitia changamoto sana ya promise. Na kuna watu wengi sana ambao wameingia kwenye hali ambayo hawakuitegemea wala kuitarajia, lakini kwa sababu waliamini kwamba huyu mwenzangu ambaye niko naye kwamba tutafika naye. Lakini pia katika hilo kuna watu wengi ambao wamerudi nyuma, wamepitia maisha magumu, na sisi kama Maajabu 18 hiyo huduma pia ipo, na Mungu akipenda mtu akija Maajabu 18 ataipata na itaenda kutatua tatizo. Na katika hili ni wale watu ambao tayari aidha amemwahidi binti wa watu, na yule binti akakaa na imani kubwa kwamba huyu bwana nimepata mtu ambaye ni sahihi, tutaenda naye na maisha, lakini kumbe yule ana lengo lingine ambalo pengine si zuri, na akishatimiza anaanza tena kumsumbua yule mtu. Kwa hiyo hii ndio kitu ambacho sisi hatutaki. Sisi tunasema kama ulimwahidi binti wa watu, na hakuna mambo ya kuchezea watoto wa watu, lazima utamuoa. Vinginevyo sasa na wewe kitakukuta. Lakini kabla kufika huko, sisi tunamvuta katika njia ambayo sio ya kawaida. Kumbuka hakuna ambacho kinashindikana kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi tutakupa huduma hiyo safi kabisa, na mtu atarudi, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ni ndani ya siku moja aidha siku 7. Hapa katikati mtu asharudisha mawasiliano, na kama ni mtu katelekeza familia isharudi. Kwa hiyo hiyo ndio huduma ambayo tunaenda kuitatua na kuleta furaha kwa watu. Lakini kuna watu wanatelekeza familia kama mke na watoto, lakini kuna mtu pia ametelekeza mume na watoto, na ni kwa sababu ya kuchezewa watu na shetani. Badala ya sasa mtu ashangaika hajui wapi ya solve tatizo, kila siku ndani ugomvi, mtu anaona kuliko kufika hatua ya kuumizana, kufanyana mabaya, bora mimi niondoke. Kwa hiyo haya yote tunayaondoa, lakini kuna wengine wako kwenye hatari ya kufikia kukimbiana. Kwa hiyo hawa pia tuna uwezo wa kusuluhisha hilo tatizo na likaondoka, na watu wakaendelea na furaha. Kwa hiyo kwa watu ambao wametelekezwa pia waje Maajabu 18 ili wenzao waweze kurudi. Na hizi huduma ambazo zinahusu familia, kiuhalisia tunapenda mtu aje hapa Maajabu 18, sio kwenye simu.
Yani simu tu, unajua sasa yani kuna baadhi ya huduma kama unataka Habib Nuru, H+, okay. Lakini kama huduma kama hizi ni huduma ambazo ni sensitive sana, ni kitu kikubwa ambacho kinahusisha familia, lazima uje. Sasa utakapokuja tutaondoa, kwa sababu inawezekana wewe unataka kumrudisha tu mwenzako, lakini inawezekana wewe mwili wako ushachafuliwa. Kwa sababu sisi katika imani tunaamini pia katika uchawi, kwa sababu kama huamini uchawi upo, maana yake hata Qur'ani huiamini, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameuongelea kwamba uchawi upo. Sisi yani tunakatazwa kuufuata, yani kuutumia uchawi, lakini kuamini kwamba upo, sisi kama Waislamu tunaamini uchawi upo, na ndio maana tunaamini katika kuondoa. Kwa hiyo tunapoondoa ile tatizo, sasa inakuwa njia rahisi kumrudisha mwenzako ndani ya siku 1, 2 hadi 3, inategemea kama tatizo lile la awali tushaliondoa, anakuja tu ama anarudisha mawasiliano. Kwa hiyo ndio njia ambayo tunaifanya. Samahani Sheikh Musa, labda jamii nataka kufahamu endapo sasa huyo mtu ambaye amefanya hilo jambo la kumtelekeza mwenza wake ama alimwahidi atamuoa kisha asimoe mwanamke, je, pale anaporudi anakuwa na upendo kama ule wa mwanzoni, yani akili yake ikiwa ipo sawa sawa, au ni kwa sababu ya dua ndo inamfanya sasa harudi lakini mapenzi yote yanakuwa yamepotea? Hiyo ni swala la msingi ambalo umeuliza, kwa sababu kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu amesema hawa viumbe wawili Haruta wa Maruta waliwafundisha watu uchawi, lakini wao pia ni fitna kwenye maisha yetu sisi. Kwa watu wanatakiwa wajue kwanza hicho kitu. Hii mizozo, ugomvi, vyote ni vyanzo ambavyo vinatokana na uchawi. Kwa hiyo ukiwa pengine kuna mambo hayo ya kichawi yamepitika, lazima yaondoke. Lakini sio tu uchawi, lakini pia mambo ambayo yanahusisha sheitani kwa maana ya nuksi, pia hayo nayo yanaleta changamoto. Na sisi tunachokifanya, kwanza hatuhitaji kujua nani alikufanyia. Sisi tunachohitaji ni kuondoa lile tatizo, mwenzako arudi. Kwa hiyo anarudi katika hali ya upendo kabisa, ambayo sio ya kawaida. Yaani anarudi kawaida, kwa sababu bila upendo hakuna maisha. Kwa hiyo anarudi kawaida, na yule ambaye tayari tumemfanyia huwa tunamshauri kwamba asimkumbushe yale mambo ya nyuma, kwa sababu yale yalipita katika misingi ya kichawi, katika misingi ambayo ya kishetani. Kwa hiyo hatumshauri ayakumbushe, yani aanzie pale kwenda mbele. Shukrani sana, nafikiri nimejibiwa vizuri. Sasa labda ningependa kufahamu wito wako sasa kwa wale ambao bado hawaamini katika hili kwamba linawezekana likafanyika. Wewe wito wako ni upi? Wito wetu sisi kama hawaamini ni kwamba inawezekana washaumizwa. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinapelekea. Sisi tunawaambia waendelee kufuatilia akaunti zetu, lakini sisi tunawaambia waje Maajabu 18. Ikiwa hauamini, sisi hatukulazimishi uamini, lakini kama una shida na hauamini, sisi tutakufanyia, na mtu wako akirudi hela yetu tutatupa, kwa sababu sisi tunafanya vitu ambavyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuna uhakika navyo. Kwa hiyo nafikiri kama mtu haamini, akishaona kile ambacho pengine kimemtesa muda mrefu, atazidi kuamini. Hilo nafikiri ni jambo kubwa sana. Labda hapo kwenye malipo ambapo umepagusia, mtu angehitaji kufahamu zaidi. Je, huduma inatolewa ndo malipo, ama anaweza kulipa ndo akapata huduma, au vyote viwili kwa pamoja? Kwa sababu kuna wengine wanasema kwamba unaenda kufanywa dua unalipa gharama, lakini dua yako bado haileti majibu. Sasa wewe kwa upande wako Maajabu 18 upoje kwenye hilo? Sisi vyovyote mtu atakavyokuja tutamhudumia. Yani kama ana pesa tutamhudumia, ana pesa tutamhudumia, ana imani tutamhudumia. Hana imani kwa sababu ya kwamba pengine ana pesa lakini ashazunguka, ashapoteza sana, unajua Kwa hiyo huyo pia tutamhudumia. Sisi huwezi ukatufanyia vitu vya kihuni. Sisi tuna uhakika tutakachokifanya kwa uwezo wa Mungu kitakuwa. Lakini ukigeuza tu nafsi yako ukaibadilisha, umejiblock maisha yako yote,
na hakuna mtu wa kukutatulia tatizo, lazima uje ukiri hapa kwamba bwana shehe, kweli unajua ilitokea 1 2 3, lakini nilipata dharura nikafanya. Kikubwa useme, basi vitu vingine vyote vitarudi kawaida. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu ametupa. Sawa, nafikiri kwenye hilo tumepata ufafanuzi mzuri. Labda kwa anayetutazama sasa hivi, kipindi kijacho ungependa kugusia kitu gani mwalimu? Nafikiri kipindi kijacho tutagusia majina. Tutagusia majina na watu wajue kwamba kuna watu unajua matatizo yani haya matatizo ambayo yanatukuta sisi binadamu yanahusisha vitu vingi sana. Kuna matatizo ambayo yanahusisha na mambo ya kichawi, lakini kuna matatizo mengine yanahusishwa na mashetani, lakini kuna matatizo mengine yanahusishwa na majina. Yani unaweza ukaingia kwenye mahusiano na mtu maisha yako yakaharibika. Unaweza ukaoa maisha yako yakafanikiwa. Unaweza ukaolewa yani hivyo, ama ukaoa ukapata mitihani na maradhi. Na kuna wengine baada ya kuoa tu yani mtu anaweza akapata vitu vingi, yani vinatokea hivyo vitu. Lakini kuna wengine wanagombana kila siku kwa sababu ya majina. Kwa hiyo kipindi kijacho tutazungumzia vitu kama hivyo. Mfano tu mdogo, inaweza unaishi na mke wako aidha mume wako, lakini yeye hapendi swala la kujamiana. Yani ndio yuko hivyo, hapendi, yani sio, yani hapendi sana. Alafu wewe sasa labda unapenda sana. Unaona? Nafikiri tuishie hapo ili tusilete mada ya darasa linalofuata zaidi, sababu tumeweza kuzungumza kwa uga mpana. Mtazamaji wa Maajabu TV au Maajabu 18 TV, nafikiri umepata unafuu wa elimu ambayo imetolewa na mwalimu. Kama una tatizo lolote, changamoto yoyote inahusiana na utelekezwaji, aidha uliahidiwa utaolewa kisha usiolewe, mwanaume akapotea tu kwa njia ambayo huifahamu vizuri, fika Maajabu 18. Lakini Maajabu 18 tupo Tabata Kinyerezi stand hapa. Ukifika tu pale ulizia Maajabu 18 ni wapi, utaelekezwa. Hata mtoto wa miaka kadhaa hivyo naweza kukuleta hapa. Lakini pia tunapatikana katika mitandao ya kijamii, Instagram, TikTok, Facebook, lakini pia tuna website